Hello, wewe ni content creator katika mtandao wa YouTube. Mpaka sasa umekata tamaa, unasema kwamba YouTube ni ngumu. Hapana, YouTube sio ngumu endapo kama hujawekeza akili yako na uelewa katika kutengeneza content zitakazowavutia wengi na uweze kufanikiwa. Yafuatayo ni mambo muhimu ambayo unatakiwa uzingatie kama wewe unataka kuanza kuhusiana na YouTube, au kama wewe ushakuwa ni YouTuber lakini umejikatia tamaa kwa kuona kwamba huwezi kufanikiwa. Kitu cha kwanza kabisa ni kuhusiana na username, kwa maana ya jina utakayotumia katika mtandao wa YouTube. Hakikisha jina lako ni rahisi kuweza kupatikanika katika mtandao wa YouTube. Usikopi jina la mtu, kwa sababu endapo utakapokopi jina la mtu maarufu au wana followers wengi au subscribers wengi kwa maana nyingine katika mtandao wa YouTube, eti kwamba na uweze kupata subscribers wengi au viewers wengi, utakuwa umefeli. Kwa sababu mtu atakapotafuta account yako itakuwa ni ngumu kukupata wewe kabisa, bali zile account ambazo umetengeneza majina yao zinakuwa ndo za kwanza kuonekanika. Kwa hiyo inabidi uachane na hiyo tabia ya kutumia majina mengine. Tengeneza jina lako zuri, lenye mvuto, rahisi na unaamini kwamba hata watu wengi hawalitumii, ni wewe peke yako, au hata kama kuna mwingine basi unaweza kali-nakshi kidogo likawa rahisi kupatikanika, kwa sababu hii itakusaidia watu waweze kujua kwamba wewe ni nani na ni kwa jinsi gani unaweza kupata katika account yako ya YouTube. Hiyo ndio njia ya kwanza kabisa. Njia ya pili ni description, kwa maana kwamba maelezo maalumu kuhusiana na account yako. Account yoyote inatakiwa iwe na maelezo. Hata kwenye kufanya monetization lazima kwamba uwe umefanya maelezo, yani description ya kwamba account yako ijulikane inahusika na nini. Make sure unaelezea account yako inahusika na nini. Kama wewe ni mtu wa sports, make sure ni sports. Kama ni comedy ni comedy. Kama ni vlog. Kama ni gaming ni gaming. Kama ni whatever utakavyofanya, elezea account yako inahusika na nini, kwa sababu kila mtu anapokuja YouTube anaangalia kitu ambacho anakipenda. Kwa kama mtu anapenda mpira, basi atajua labda Azam au ni nini ni watu wa mpira, ataangalia, au sehemu fulani ni watu wa mpira, au ni movie recaps ni watu wa movie recaps. Hii itakusaidia wewe kupata engagement na kuweza kuwaelewesha watu kwamba account yako inahusiana na nini. Hicho ndio kitu cha pili. Kitu cha tatu ni kuhusiana na logo pamoja na bana. Logo inaleta mvuto katika account yako, pia bana inaleta mvuto katika account yako. Hivi ni vitu muhimu sana vya kuzingatia, kwa sababu vitakusaidia wewe kuweza kufanikiwa katika kuonesha impressiveness of your account, yani uvutiaji wa account yako. Hicho ni kitu muhimu sana. Kitu cha 4 ambacho unatakiwa ufanye ni kuhusiana na algorithm. Guys, algorithm na niche. Chagua niche ambayo inasaidia kuweza kupatikanika kwa pesa rahisi, yani kwa urahisi. Niche ni kwamba unachagua mimi nitengeneze video za aina gani. Kama ni mpira, angalia, je, mpira unatengenezewa content nyingi kuliko watu wengine? Kwa hiyo hii itakusaidia sana wewe kufanya hivyo. Na kingine ni algorithm. Hapa ndo sehemu maalum kabisa ambapo kama ukikosea basi huwezi kufanikiwa katika YouTube. Ukifungua account yako wa YouTube, usikimbilie kuposti tu, usikimbilie kuposti. Make sure kabla hujaanza kuposti, anza kulike video ambazo zitaendana na account yako. Kama ni mpira, hakikisha una like video nyingi za mpira, comment, subscribe. Sio subscribe tu vile vile, hapana. Yani subscribe hata kwa watu kadhaa, then anza kulike, comment. Umeona? Unaangalia video kwa muda. Hii inaambia kwamba YouTube kwamba okay, mtu fulani anapenda maudhui ya kitu fulani, na unashangaa content nyingi za mpira zinakuwa zinaorganika. Alafu baada ya hapo kata wiki 2 ndipo uanze kuposti. I say ukifanya hivi basi utafanikiwa katika upande wa YouTube. Na kuomba usikate tamaa, kwa sababu YouTube kweli ni ngumu na pia ni rahisi kama ukifuata sheria na taratibu ambazo zinahitajika. Kwa mpaka hapa nimefikia mwisho. Naomba kusubscribe, na pia kama una shida yoyote kuhusiana na YouTube naomba uandike hapo chini. Mimi nitakuja kutengeneza video na nitakuelezea. Pia naweza kukupa msaada wa maelezo kupitia hii account au kwa namba nitakazokuja kuzitaja hapa baadaye.